Kabla yake hakuwapo mwingine, na baada yake hata kuwapo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alimwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Niko ambaye niko. Niishie kwa uwezo wangu. Alijionyesha wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego ya kwamba yeye niko. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapokuja Agano Jipya, niko wetu anatuambia, nawaambia wale ndugu, anasema kabla Ibrahimu hajakuwapo mimi niko. Maana yake ndio yule niko, nimekuja katika mwili sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani ni uhakika. Mkristo anaishi kwa imani. Mkristo ana uhakika na Mungu. Haijalisha anayoyapitia, haijalisha anayoyaona, na yeye haoni kama wanadamu wengine wanavyoona. Ndio maana mtu wa rohoni hatambuliwi na mtu mwingine. Maandiko yanasema mtu wa rohoni hatambuliwi na mtu wa kawaida, anatambuliwa na watu wenzake wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasio wa rohoni wanamuona hana akili, wanamuona hana ufahamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa anakuja mbele za Bwana kumwabudu Mungu, wasio wa imani wanaona ni mpumbavu. Mbona kila wakati ibadani? Tena mnapeleka na sadaka zenu. Lakini mtu wa imani anajua naenda mbele za Mungu, naenda kuonekana mbele za Baba, naenda kusemezana na Baba yangu. Ndio uhakika tunaotakiwa, ni kuwa na uhakika. Kwa imani hiyo, wazee wetu ambao tuwasoma kwenye maandiko, na wale ambao wameishi katikati yetu, ambao kwenye maandiko watu waoni lakini shuhuda zao tumezisikia, walishuhudiwa kwa imani ya kwamba walipendeza Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa imani tunafahamu ya kwamba mbingu na nchi ziliumbwa. Kwa nini? Neno limetuambia. Wala si hatukutokana na nyani, neno limetuambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vinavyoonekana hivi havikutokana na vitu visivyoonekana. Tumeona mwanadamu anabuni, anatengeneza vitu vya ajabu, na ameshavifanya vingi vya ajabu, lakini ametumia vinavyoonekana. Mungu wetu hakutumia vinavyoonekana. Hapo mwanzo Mungu alikuwepo, lakini kulikuwa utupu. Hakukuwa na chochote. Hakuwa na mahali pa kuweka miguu. Alipoamua kuwa na mahali pa kuweka miguu, akasema maji yaliyo juu ya anga na chini yajigawe, pakavu paonekane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nchi kavu ikaonekana, akapata pa kuweka miguu. Kwa imani tunajua hayo, maana neno limetuambia. Sasa wewe Mkristo unaishi kwa imani. Imani ndio inakusaidia kuingia rohoni. Huhitaji picha ya Mtakatifu Mwangolera, unahitaji imani kukupeleka rohoni, kukuingiza rohoni. Maana Mungu yupo, mnakutana rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndipo tunapoambiwa sasa, kwa kuwa tuna imani, Wakristo hawa wanakuwa wenye bidii kumtafuta Bwana. Wanakuwa ni watu wasiochoka, ni watu wasiokata tamaa, ni watu wastahimilivu. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. Samahani, ni Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mlango wa 4 ule mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei. Wakristo hatulegei. Wenye imani hatulegei. Tunaomwamini Mungu hatulegei. Bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Unaweza ukachakazwa na magonjwa, unaweza ukachakazwa na hali fulani iliyokutokea, lakini hatulegei. Tunaweza tukaugua ndio, lakini hatulegei. Tunaweza tukapoteza pesa ndio, lakini hatulegei. Tunaweza tukapatwa hili na lile, lakini hatulegei. Tunaweza tukaondokewa na wapenzi wetu, lakini hatulegei. Imani yetu katika Mungu inatutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatulegei. Bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya
siku kwa siku. Haleluya. Ndio maana hatutambuliki kwa jinsi ya mwili. Unatuona nje ni kama tumechoka, tumechoshwa na magonjwa, tumechoshwa na hali fulani, lakini ndani tuna nguvu, ndani tuna imani, ndani tunamngojea Bwana, ndani tunamwamini Mungu. Haleluya. Hatulegei. Hiyo ndio imani. Na wenye imani hawa wako tayari miili yao kuitoa dhabihu kwa Bwana, kuitoa sadaka kwa Bwana. Kutoa sadaka miili yetu nini? Enzi za maandiko, sadaka zilikuwa zinatolewa za wanyama, wanawaleta madhabahuni. Yule mnyama aliyeletwa madhabahuni kuwa sadaka alikuwa anafungiwa kwa kamba. Ndio maana tumeambiwa fungieni dhabihu kwa kamba madhabahuni. Haleluya. Maana yake Mkristo anajifunga madhabahuni kwa Bwana, haondoki, amejitoa kwa Bwana, amejimimina kwa Bwana. Hatulegei. Tunachakaa, hatulegei. Unaweza kutuona kama tumeishiwa, hatulegei. Unaweza kutuona kama tumeugua, hatulegei. Ni kama tumepatwa na lile, hatulegei. Unje huku tunachakaa, lakini ndani tunafanywa upya siku kwa siku. Maana wamngojao Bwana watatiwa nguvu mpya. Watapewa nguvu za kuruka juu kama tai. Vijana watazimia, wazee watazimia, lakini wenye imani hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawaishi kwa kudra ya mtu fulani, wanaishi kwa uwezo wa Mungu. Umejiuliza? Mtu mmoja wa imani anaitwa Elia. Kuna njaa, watu wanakufa kwa njaa, lakini Mungu alimhudumia Elia. Kwa nini? Alihitaji kuwa na imani kwa Mungu. Maji yanakauka ndio, lakini alihitaji kuwa na imani kwa Mungu. Ukame kila mahali ndio, unahitaji kuwa na imani kwa Mungu. Maana ukame haumzuii Mungu kufanya jambo kwako, wala mvua haimzuii Mungu kufanya jambo kwako. Kinachomzuia Mungu ni kukosa imani. Ukikosa imani, utamzuia Mungu kufanya jambo kwako. Ndio maana namwambia Petro, anasema, Petro, mbona uliona shaka? Nimekuambia njoo nifuate, na ukawa na nia kunifuata, ukitembea juu ya maji. Lakini mbona uliona shaka Petro? Umeamua kumfuata Yesu, unatembea kwenye mazingira mengine ambayo kwa akili ya binadamu siweza kutembea. Usione shaka. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza mlango wa 9. Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 27. Bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Mwenye imani kumwamini Mungu ni pamoja na miili yetu kuisurubisha. Yesu amezungumza jambo hili katika lugha nyingine. Amesema, atakaye kunifuata ajikane, aubebe msalaba, alafu anifuate kila siku. Lile neno liko katika mazingira ya wenzetu. Mazingira ya Wayahudi na mazingira ya kwetu ni tofauti. Tumeona wamama kwetu huku mizigo wanabeba kichwani, lakini sio maeneo mengi wanabeba kichwani. Kwa wale waliofika Namanga kule, waliofika Kilimanjaro kule, waliovuka kidogo kwenda Kenya pale, wanakubaliana mimi. Utakutana wamama wa kule wamebeba maji, wanaenda kuchota umbali mrefu, lakini vyombo vyao wamefunga kwa kamba. Kamba imepita kichwani, ila mzigo uko mgongoni. Ndivyo ilivyo Wayahudi. Utamkuta mwanamke yule sio maji sio kuni, anaweka mgongoni. Sasa Myahudi ndivyo ilivyokuwa, kwamba mzigo anaweka mgongoni. Yesu anazungumza kwenye mazingira hayo. Ujikane, beba msalaba.